15:16 nitasoma kwa msaada wa Mungu. Ndugu zangu, na ndugu yako akikukosa, enenda ukamuonye wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umepata ndugu. Lakini kama hasikii, chukua pamoja nawe tena mtu mmoja au wawili, ili kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu kila neno litathibitika kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema, ni neno la uthibitisho linalomthibitisha Kristo. Kama mtu akikukosea lakini ndani yake akaja kwako, usiufanye moyo kuwa mgumu. Au wewe kuna mtu umemkosea, unapomuendea kwamba ndugu, naomba unisamehe kwa jambo lile nililokukosea, ukiona ya kwamba ndani yake anaweka moyo wake kuwa mgumu wa kutokusamehe kwa sababu ulimuendea peke yako, neno la Mungu linasema chukua mtu mwingine wa pili, ili kwa neno hilo la watu wawili, ninaamini ya kwamba itakuwa ni ushahidi tosha kwake na kwa Mungu kwamba umemuendea kwa ajili ya kuomba msamaha. Na asipoweza kusamehe, hilo jukumu litakuwa ni la yeye na Mungu. Vile vile Mungu naye amethibitika kwetu katika sehemu kuu tatu, yaani Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Hii ni namba timilifu ya Mungu kwetu sisi wanadamu. Kwa hiyo Biblia inathibitisha utimilifu wa Mungu. Namba nne kibiblia, hii ni namba ya kueneza kwa jambo fulani au tukio fulani. Nitarudia, namba 4 kibiblia, hii ni namba ya kueneza kwa jambo fulani au tukio fulani. Ni sehemu zote pale Edeni Mungu alitokeza mto kupitia bustanini, na baada ya pale akagawanya katika vichwa vinne. Ukitazama katika Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 4, Mwanzo 2 mstari ule wa 4, kama vile Biblia inavyosema pembe 4 za nchi. Pia utatazama katika Ufunuo mlango wa 7 mstari ule wa 1. Lakini pia utatazama katika Isaya 11 mstari wa 12. Vile vile Bwana akiadhibu dunia au nchi, huwa anatumia fimbo zake. Nazo ni njaa, tauni, upanga na hayawani wa mwitu. Tukitazama pia katika Ezekieli 14:21. Watu wa Mungu, tutambue ya kwamba pia kama ninavyosema, namba 4 ni namba inayoeneza jambo fulani ambalo linaweza likawa ni jambo jema au jambo baya. Kama mimi ninavyosimama leo kuzileta kwako habari njema za Yesu Kristo, ina maana kwamba ni habari ambazo zinazomtukuza Kristo, ni habari ambazo zinazompa utukufu Mungu. Usiwe ni mtu wa kueneza habari mbaya za watu, bali uwe ni mtu wa kueneza habari zilizo njema, habari zinazompa utukufu yeye ambaye yuko tayari kwa ajili ya kukusaidia. Lakini ukiona ni mtu wa kueneza habari mbaya, ndani yake ina maana kwamba kuna roho ya uadui isiyotamani mafanikio ya mtu, isiyotamani kuona mtu amesimama kwenye nafasi fulani. Mtu akisimama kwenye nafasi fulani unaweza kusema anajiona. Mtu akisimama kwenye nafasi fulani unaweza kusema ana kiburi. Mtu wa Mungu, tumia nafasi hii, nafasi ya namba 4, kwa ajili ya kuhakikisha kile unachokipeleka kiwe kina ushuhuda mbele za Mungu. Iwe ni sehemu ya Mungu kuonekana kwako,
iwe ni sehemu ya Mungu kujivunia wewe. Kinywa chako kifanyike kuwa baraka, kisifanyike kuwa laana. Lakini zaidi sana pia, mtu wa Mungu, hata kama ukisikia mambo magumu, ukitazama katika Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 mstari wa 58, anasema basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kuitenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua taabu yenu si bure katika Bwana. Uwe una uhakika unapopita kwenye changamoto, unapopita kwenye taabu, unapopita kwenye mambo magumu, ndugu wakakuacha, marafiki wakakuacha, jamii kawa mbali na wewe, usitazame watu hao, mtazame Mungu, kwa sababu ana tumaini jipya. Na ndio maana nasema muimarike, msitikisike. Mambo magumu yasiwe sehemu ya kuitikisa imani yako. Mambo magumu isiwe sehemu ya kuirumbisha imani yako, bali iwe ni sehemu ya wewe kuwa imara katika Bwana. Nami ninaamini ya kwamba Bwana atakuwa ni msaada katika maisha yako. Mtu wa Mungu, mimi nikualike katikati ya tafakari hii, uwe ni sehemu mojawapo ya wewe kuona ya kwamba yote katika yote, basi utambue ya kwamba Mungu atakuwa pamoja na wewe. Kufika mwisho wa somo hili, ninaamini ya kwamba litakuwa ni somo endelevu, kwa sababu ni somo ambalo tunazungumzia namba. Tunaweza kuzungumzia namba 1 mpaka namba 40 au namba 70. Kama ambavyo Mungu alivyoweza kuwachagua wale 70, tunaweza tukatembea mpaka kwenye ile namba 70. Siku Mungu akinipa nafasi, tutaendeleza hili somo. Kwa hiyo nikualike mtu wa Mungu, wewe ambaye uliyenisikiliza siku hii ya leo, uone ya kwamba Mungu ni jinsi gani anatupenda. Kwa hiyo nimesema ya kwamba angalia kwenye nafasi na kwenye namba ulionayo, uko kwenye namba ipi? Na je, kwenye hiyo namba unaitumiaje hiyo nafasi uliopewa na Mungu? Mimi nikualike, kwa sababu Mungu ni pendo, anatupenda sisi sote. Na mimi nikukaribishe kwamba katika Kristo Yesu usichoke kwa ajili ya kutenda mema. Usichoke kuhakikisha ya kwamba unaendelea kulitangaza neno la Mungu. Kama nilivyosema mwanzo, naitwa mtumishi Zamoyane Uyagiro, napatikana katika usharika wa Irula, mtaa ule wa Sinai pale Iringa. Nikualike mtu wa Mungu, karibu tuungane pamoja kwa ajili ya kumtangaza Kristo pale Iringa, katika kanisa pendwa kabisa la kanisa la Kiinjili la Kiluteri, kanisa la KKT. Mimi nampenda Yesu, kwa hiyo nikukaribisha hata wewe ili usichoke. Na ukitaka kunipata kwa urahisi, napatikana katika namba ya 0756 80 19 22, 0756 80 19 22. Naomba tuombe. Mtu wa Mungu, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe usiyechoka kwa ajili ya kutenda mema juu ya maisha yetu, basi tunakualika hata kwa ajili ya siku hii ya leo. Ninakushukuru kunitumia mimi kama chombo. Asante kwa ajili ya msikilizaji na kwa ajili ya mtazamaji. Wengine wao ni wagonjwa, Bwana, ninaomba uponyaji juu ya maisha yao. Wengine wamefika mahali wamekata tamaa. Ni kweli yawezekana ni wazaliwa wa kwanza, lakini wamekosa kuheshimika, wamekuwa ni watu wa kudharauliwa. Mungu, ninakusihi ukawainue, ukawatuze. Tambua ya kwamba Bwana, maisha yao yamefika mahali yamekuwa ni maisha duni, lakini wewe kwa sababu ulisema ya kwamba ni Mungu wa wote wenye mwili, ukawainue, ukawatuze, ukawaponye walio wagonjwa. Ninakataa roho za magonjwa, maana ulisema katika Injili ya Mathayo 15:13, kila pando lisilopandwa na Baba wa mbinguni lazima ling'olewe. Nami ninang'oa roho za magonjwa, nami ninang'oa roho za udhaifu, nami ninakataa kila changamoto kwenye maisha yao, bali nguvu zako zikashuke kwa ajili yao, ukawaponye Mfalme wa mbingu na nchi, ukawaongezee siku kama ambavyo Bwana ulimwongezea Hezekia katika Isaya 38. Hezekia Bwana ulimwongezea miaka 15 ya kuendelea kuishi. Nasi Bwana tunaamini ya kwamba utatuinua, utatuponya, utafanyika kuwa baraka. Fungua milango ya neema. Wale ambao wanafanya biashara zimekufa, wale ambao ndani yao wamekata tamaa, umesema katika Isaya 60:11, malango yao yatakuwa wazi siku zote. Wafalme na mataifa wataachilia utajiri. Kaachilia utajiri wa kiafya, kaachilia utajiri wa kiroho,
kaachilia utajiri wa kiuchumi, kaachilia utajiri Bwana, wakakuone wewe siku zote za maisha yao. Ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu. Utukufu na heshima ninakupa wewe na usikie. Amen.